Nyege ni creative energy. Leo mtanisamea natumia lugha hii ili msije mkasema alisema pale sijui section nini, sijui libido tukuelewa. Nyege. Nataka nikufundishe jinsi ya kuzitumia hizo nyege kwa manufaa yako. Tayari ukishaelewa kwamba hizo nyege ni sawasawa na creative energy, nguvu ya uzalishaji. Unaweza kuzalisha kitu chochote, sio tu uzalishe lile tendo pale au uzalishe mtoto. Sasa kabla tujaendelea, nataka ukae chini ufikirie ile siku ambayo ulisikia nyege ambazo ulishindwa kufocus. Ile hali uliokuwa unasikia ndani, utuliki na kuwasha. Unaona tu the only way for me to survive ni kumpigia simu huyo mtu au ni labda kufanya masturbation. I want you to think deeply. Uikumbuke hiyo nguvu ambayo inakuwa inachemka ndani yako. Hiyo sasa ndio nguvu ambayo unaweza ukaitumia kwenye kitu chochote kukizalisha. Unataka kuzalisha sijui biashara, unataka kuzalisha sijui mafanikio, unataka kuzalisha anything ambacho unataka kukizalisha. Hiyo energy ambayo nimekuambia uifikirie, hiyo ndio energy yake. Na mshajua energy ni energy. Haijalishi ni energy ya nyege, unataka kuwa energy ya utajiri, is all up to you to transmute it. Sawa? Sasa ukishajua hivyo, unatakiwa ujue kwamba kila energy unatakiwa uchague wewe. Una machaguzi. Je, nataka hii energy i work against me au i work for me? Yani hii energy ya nyege nataka inisaidie au initese. Kila mara ukitumia hii energy kinyume na wewe unavyotakiwa kufanya, itakutesa na utapata guilt, na ndio maana unaweza ukapata nyege alafu kampigia simu huyo mtu fulani ambaye unajua hakusaidii, lakini kwa sababu tu the sex is good, ukikutana naye baada tu ya sex unajuta. Or ukafanya masturbation, baada tu ya masturbation ukajuta. Every time unapata guilty baada ya kuejaculate au baada ya kutoa hizo nyege, is your soul telling you kwamba una redirect hiyo energy ya kuzalisha sehemu tofauti, kwa sababu wewe umekaririshwa kwamba kila mara unaposikia nyege unatakiwa ufanye tendo. Hapana, leo nakwambia kila mara unaposikia nyege, think of something you want to create. Kila mara kinapokuwasha, is all up to you to redirect that energy sehemu ambayo itakusaidia. Ndio maana ukiwa na nyege alafu ukutana na mtu ambaye ana align na wewe, huwezi kuipata hiyo guilty. Sasa kwa nini tofauti inakuwa kwenye guilty ya huyu na huyu? Deep down your soul knows kwamba huyu mtu hafai au hii hali haifai, lakini kwa sababu huwezi kupanua ubongo wako kuona kwamba kuna vitu vingine unaweza kufanya kupitia hiyo energy, unajikuta unaingia kwa huyo mtu alafu unajitesa, unapata guilty. Na si mnajua guilty inavyotesa Sasa hivi nakwambia muda ambao unapata nyege ile, na usiniambie sasa Muno tukipata nyege tusiende kufanya mapenzi, is all up to you. Your body, your choice. I'm just telling you kwamba usikariri kwamba nyege ni sehemu moja tu ya kwenda kufanya mapenzi. You can create anything else. Sasa ukishasikia hizo nyege, think of something you want to create. Na mnadhani kwamba creative people ni creative people. Hapana, kila mtu ana uwezo kuwa creative. Tofauti ya wewe na hao watu wanaojiita creative people ni kwamba kwao it comes natural. Lakini hata wewe ndani yako you have creativity in you. Ndio maana una sehemu za siri. Hizo sehemu za siri ndio sehemu za kutengenezea uzalishaji. Sasa kila mara unapofikiria hivyo, think of something you want to create. Je, unataka kutengeneza mawasiliano na mtu fulani?